Somo letu, kichwa cha somo kinasema nguvu ya toba ya kweli. Tunaongelea kwa habari ile cha Luka sura ya 15. Fungua kwenye kitabu cha Luka sura ya 15, tutasoma mstari wa 17 hadi mstari wa 24. Nilikwambia kwenye sura ile 14 mpaka 32 ndio masomo yangu haya matano yanapatikana. Leo niko somo la 3. Nguvu ya toba ya kweli. Fungua kwenye kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 17 hadi mstari wa 24. Na Biblia inasema pale kwenye kitabu cha Luka 15 17 24, inasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na tufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Umekuwa baba kwetu na umekuwa Mungu wetu. Mioyo yetu imejaa shukrani nyingi kwako, kwa maana kila siku unatuonya, kila siku unatufundisha, kila siku unatuelekeza. Na hata asubuhi ya leo Bwana, uko mahali hapa kutuelekeza, uko mahali hapa kutukumbusha, uko mahali hapa kutuonya. Neema yako ikawepo kutosha Jehova ya kukuelewa. Baba, ninaposimama mbele za madhabahu hii, nitumie kama chombo kusema na watu wako, na kila aliyoko kwenye ibada ya leo Jehova akakutane na neno hili Baba, likabadilishe mtazamo, likabadilishe fikra, likabadilishe mawazo yake ya kukutazama wewe. Neema yako ikawepo kutosha kukuelewa. Baba, tunajikabidhi kwako na tunapokea kwa shukrani kutoka kwako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana, aliye Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaangalia kwa habari ya nguvu ya toba ya kweli. Nguvu ya toba ya kweli. Kwa nini tunataka tujifunze kwa habari ya nguvu ya toba ya kweli? Kumbuka kuna neno limeongezeka mbele, kweli. Ningeweza kusema tu toba. Toba ziko nyingi. Toba ziko nyingi. Kuna watu wanatubu kila kunakoitwa leo. Kila kunakoitwa leo watu wanatubu. Lakini nataka niongee mchana wa leo kwa habari ya toba ya kweli. Sio toba bora kutubu. Toba ya kweli. Kanisa halihitaji ujumbe tu wa kuwafariji. Kanisa sio tu tuongee faraja. Sio tuongee tu kwa kuatia moyo. Bali tunataka tuongee ujumbe wenye uwezo wa kumtengeneza mtu, ili mtu afike mahali pa kujifikiri na kujitafakari. Kanisa linahitaji toba ya kweli, toba yenye mabadiliko, toba inayobadilisha mtu. Sio hivi hivi kwamba nimeshatubu. Tunatamani tuwe na toba ya kweli. Na toba ya kweli ninapoongelea, siongelei kwa habari ya machozi ya muda mdogo. Ninaweza nikaongea hapa habari ya toba, mtu fulani akalia, lakini mimi sijali na machozi yako, sitayaogopa machozi yako, lakini natamani nione machozi yenye kuleta mabadiliko. Sio kulia tu. Sio kulia tu. Nataka machozi yanayobadilisha. Kwa nini napoongea habari za toba ya kweli, siongei kuangalia machozi kwenye uso wako. Nataka niangalie machozi yenye toba, yenye mabadiliko. Kwa nini watu wengi wanaomba na wanatubu lakini hawabadiliki? Wanalia
lakini hawabadiliki. Wanaomba kila siku rehema, hawabadiliki. Maisha yanaendelea vile vile. Leo tunaongea kwa habari ya toba ya kweli kupitia andiko tulilolisoma ambalo tunatembea nalo sasa kama mwezi sasa tunatembea nalo, la kitabu cha mwana mpotevu. Kwa hiyo Biblia inaposema toba inaongelea kwa habari ya majuto ndani ya moyo. Mtu anapata kujutia lile baya analolifanya, anatubu, toba inayoleta wokovu. Hiyo ndio ninayoongelea asubuhi ya leo. Sasa napoongea hayo, kuna vitu kadhaa nataka nikushirikishe kwa hizo dakika nilizo nazo kwa habari ya toba ya kweli. Tunapoongea toba ya kweli, tunataka tuangalie nini? Tuone nini kujifunza kutokana na huyu kijana huyu aliyeondoka akala fedha akatapanya? Tunataka tujifunze nini? Cha kwanza tunataka tukione hapa mchana wa leo kwenye toba ya kweli, tunataka tuangalie nini? Tunataka tuone kwenye mstari ule wa 17, mstari wa 17. Tunaanzia mstari wa 17. Nilikwambia tutacheza mstari hii kwenye jumbe zote hizi 5. Kwenye mstari wa 17 ukisoma, anasema alipozingatia moyoni mwake alisema. Alipozingatia moyoni mwake alisema. Ndicho tunakiangalia. Toba ya kweli ni nini? Toba ya kweli huanza kwa kuzingatia. Cha kwanza, toba ya kweli huanza kwa kuzingatia ndani ya moyo. Ndio tunajifunza cha kwanza. Kwa hiyo cha kwanza tunachokiona ni pale mtu huyu anazinduka. Alikuwa kama vile amefumbwa macho, alikuwa kama haelewi, alikuwa kama hajielewi, alikuwa anatembea hajajua thamani yake, hakujua umuhimu wake, hakujitambua kwamba yeye ni nani, hakujitambua yeye ni mtoto wa tajiri, lakini alipotambua akazinduka. Kwa hiyo toba ya kweli inaanza kwenye kuzinduka. Toba ya kweli inaanza kwenye kuzinduka, sio kwenye kuogopa shida, sio kwenye kuogopa adhabu, sio kwenye kushikwa tu kwa sababu nimekosea unaogopa. Mtu anapozinduka, anapotambua. Kwa hiyo toba ya kweli inayoenda mbele, mtu anapoamua kwenda kwa ujasiri, kwenda kwa kumaanisha. Kwa hiyo toba ya kweli ni pale mtu anapoona dhambi kama Mungu anavyoiona. Toba ya kweli ni ile mtu anapoiona dhambi kama Mungu anavyoiona. Hivi unafikiri Mungu anaionaje dhambi? Mungu anaiona dhambi kwamba ni uasi. Anaona mtu ameakengeuka, anaona mtu ameondoka kwenye reli, anaona mtu kwamba ameondoka kwenye kusudi lake. Mungu anapoiona dhambi kwa mtu, anaona mtu ameondoka kwenye kusudi lake, anaona mtu ameondoka kwenye shauri lake, anaona mtu ameondoka kwenye reli. Kwa hiyo tunapoongea toba ya kweli ni pale ninapofika mahali nimezinduka, nimegundua, nimejitambua. Usitubu bila kujitambua. Kama hujajua kama umekosa, usije kutubu. Kama hujui kama umekosa, usije kutubu. Usifuate mkumbo, kwa sababu kama hujajua kama umekosea, endelea tu kufanya unachofanya, kwa sababu ukija hapa utakuwa unaigiza tu. Lakini kinachotakiwa kwenye toba ya kweli, lazima uione dhambi kama Mungu anavyoiona. Maana Mungu anapotazama dhambi, anaona ni uasi, anaona ni uharibifu, anakiona kifo. Ndicho Mungu anachokiona. Kwa hiyo toba ya kweli ni pale mtu anapozinduka, na anapozinduka ni nini? Anaiona dhambi kama Mungu anavyoiona. Cha pili, anaona nini? Anachukia dhambi. Anapochukia dhambi, anaona kama vile hayuko sawa sawa. Ukifika mahali pa kuchukia yale unayofanya, ndipo unaweza kutubu. Ndipo toba ya kweli inaonekana. Ndipo ufahamu utakuwa umezinduka. Ndipo ufahamu utakuwa umeelewa. Unapochukia, unajua mtu anaweza akaendelea anatubu, kumbe bado anapenda. Anatubu hapa sasa hivi, anatoka hapa, kama ni mvuta sigara, hajaiona ubaya wa sigara, anaenda anavuta. Kama ni mlevi, anatubu hapa, hajaona ubaya wa ulevi, anatoka hapa anaenda anakunywa. Anatoka hapa anaingia hapa,
anatubu kwa sababu hajaona ubaya wa usengenyaji, anatoka kwenye mlango huu, anaanza usengenyaji. Sio toba. Ninayoongelea mimi ni habari ya toba ya kweli, ambayo inaiona dhambi kama Mungu anavyoiona. Toba ambayo inachukia ile hali. Hivi unaichukia hiyo hali unayopitia? Unapoenda tofauti unajichukia hata wewe? Tunatamani tufike mahali tunapochukia kile tunachokifanya. Unajua hicho wapendwa, tunaigiza sana tunapokuwa kanisani. Kwa machozi, kwa vilio na kwa mambo mengi tunaigiza. Lakini tunapoigiza silo kusudi la Mungu. Tunapoangalia kwa mwana mpotevu, alipokuwa anaigiza halikuwa shauri la Bwana wake. Ndio maana aliendelea kuteseka, ndio maana aliendelea kukutana na magumu, ndio maana aliendelea kuteseka na kulisha nguruwe. Kwa nini? Hakuchukia ile hali. Lakini maandiko yanasema mstari wa 17, alipozinduka, alipotafakari, akachukua hatua, akachukia, akaanza kuchukua hatua. Na anapochukua hatua akauona ubaya kama watu wengine wanavyouona ule ubaya. Gundua ubaya kwenye ile unachokifanya. Gundua ubaya. Usiwe na machozi yasiyo na faida. Usiwe na machozi yasiyo na faida. Uwe na machozi yenye faida, yanayokuleta utukufu kwa Mungu. Maana yake huyo mtu anasema moyoni mwake, nimekosea. Na mimi nifike mahali ya kusema hapa nimekosea. Nikitambua nimekosea, nitakuwa niko salama. Kwa nini? Nitakapotubu, ninamaanisha kuacha. Tubu kumaanisha kuacha. Na unapotubu kumaanisha kuacha, utakuwa salama. Kwa sababu gani? Sababu yule wa mbinguni anaangalia moyo. Haangalii machozi, haangalii vilio. Unaweza kulia sana hapa, unaweza kupiga kelele sana hapa, lakini isitusaidie sisi wala isimsaidie juu. Lakini ili iwe na maana, lazima maombi yako yawe unaitazama, unautazama ule ubaya wowote unaotembea nao. Ninapoongelea hivi, ni chochote unachotembea nacho, unachoona haka si sahihi. Unapoona si sahihi, ujue kwamba na Mungu anachotambua si sawa kama hivyo. Tunamwangalia mtu mmoja hapa, Ayubu, kwenye kitabu kile cha Ayubu, ile sura ya 42. Ninapoongelea kwa habari ya kutubu, maana yake nani? Kuanza kwa kuzinduka, kuanza kwa kufikiria, kwa kugundua ya kwamba hivyo. Ayubu ile sura ya 42. Ayubu sura ya 42 mstari wa 5 na wa 6. Ayubu 42 mstari wa 5 na 6, maandiko yanasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo ninajichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majifu. Unaona Mungu anaposema, Ayubu anasema haya. Ayubu unaona anaongea maneno magumu haya. Anasema, Mungu nilikuwa nakusikia tu. Anasema, nilikuwa ninakusikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majifu. Ulione hilo tatizo, uone huo ugonjwa, uione ile tunalolipitia, kwamba Mungu analiona kwenye mtizamo gani. Mwenzetu huyu anapoongea maneno haya, mwanzo alikuwa anasikiaga tu kwamba Mungu anachukia dhambi, kama wewe na mimi tunavyoangalia sasa hivi. Si wewe tunaonaga tu nikisema omba kwani ni nini? Si ni kawaida. Acha kuchukulia mambo ya rohoni kikawaida, bali tunachotakiwa mchana wa leo ni kuzinduka na kuchukua hatua ya kuchukua toba ya kweli. Maana bila nuru ya Roho Mtakatifu hakuna badiliko linaloweza kutokea. Tutakuwa kanisani, hatutakuwa na mabadiliko. Tutaendelea kuwa na chuki zile, tutaendelea kuwa na magomvi yale, tutaendelea kuwa na usuda zile, tutaendelea kuwa watu wa kawaida. Lakini ili tutokane na kawaida, lazima tutazame kwenye mtizamo wa jicho la Bwana. Na tunapotazama kwenye jicho la Mungu, tukiona Mungu anavyotazama, nataka nikwambie, tutabadilika. Tutakuwa na toba za kweli, hatutakuwa na machozi ya kinafiki. Hatutakuwa na machozi ya kinafiki, bali tutakuwa na machozi
ya kwamba Bwana anatusaidia, kwamba Bwana anatusikia, kwamba Bwana anatuona. Simama na toba ya kweli. Zinduka kwenye moyo wako. Itazame yale unayokosea kama Mungu anavyoweza kutazama. Na ukitazama kwa mtazamo ule, nataka nikwambie utatoka. Utabadilika, utapokea badiliko. Toba ya kweli ni nini? Toba ya kweli ni kukiri dhambi bila kujitetea. Toba ya kweli ni kukiri bila kujitetea. Tunaangalia mstari wa 18. Tunaangalia mstari wa 18. Tuliposoma. Unajua natembea kitabu hicho. Mstari wa 18 kwenye kitabu cha Luka. Kutubu dhambi kwa kikweli maana yake ni nini? Toba ya kweli ni lazima utubu bila kujitetea. Wewe ina maana wewe uko msafi. Ni watu walikukosesha. Unajua tu ni fulani asige tubu dhambi zako bila kujitetea. Mwenzetu anasema pale kwenye ile mstari wa 18, mstari wa 18 akasema, nimekosea mbele za mbingu na mbele zako Baba. Anakiri, hana ushuhuda, hana cha kusema kwamba kuna watu walinishawishi. Anasema nimekosea mbele za mbingu na mbele zako Baba. Maana yake nini? Mwana alichokiongea hapa. Unaona? Hakusema kwamba nimechokozwa, hakusema kwamba nimeshawishiwa, hakusema kwamba mazingira ya dunia hii ndio Tusiseme kwamba ninashindwa kwa sababu mazingira yanayonizunguka. Kazi ninayofanya mimi unajua sio rafiki. Kama kazi sio rafiki, kwa nini usitafute kazi nyingine? Kama kazi unaona sio rafiki, acha kazi hiyo ambayo mletea utukufu Bwana. Kama biashara unayofanya sio rafiki, achana na biashara hiyo. Mwambie Bwana akupe kazi. Kwa nini? Kazi zote ni za Mungu. Maisha yote ni ya Bwana. Shughuli unazofanya ni za kwake. Mwambie Bwana nipe kazi nyingine. Kama unaona sio hivyo, lakini mwenzetu hakuongea, lakini akasema nimekosea. Akasema nimekosa Baba. Mbele zako na mbele za Mungu nimekosa. Hakuwa na kujitetea. Toba ya kweli ni sio kuwa na maelezo. Sasa ninatubu lakini ninatubu ingawa kama umeamua toba ya kweli inayoongelea mchana wa leo ni toba ambayo haina mahali pa kujitetea, bali unagaragara mbele za Bwana, unamwambia Bwana, nimetambua mimi ni mwenye dhambi, sistahili kwako wala hata kwa watu wako sistahili. Hiyo ndio toba inayotakiwa. Kwa hiyo tunapoongelea toba ya kweli ni toba ambayo haina kujitetea, toba ambayo imeamua. Kwa nini Biblia inaendelea kutuonyesha na kutukumbusha ya kwamba kama utaficha mambo kwa sababu fulani huwezi kupata rehema? Angalia kwenye kitabu cha Methali ile sura ya 28 na mstari wa 13. Methali 28 na mstari wa 13. Methali 28 mstari wa 13 inasema, afichaye dhambi hatapata kufanikiwa, aungamaye hupata rehema. Tubu, mwambie mtu nimeacha. Na unapoenda kumwambia mwenzako nimekukosea, umetilafiana na mtu. Unajua tunapoishi sisi sio kwamba vikombe vimekaa tu. Wanasema Waswahili hata vikombe kwenye kabati huwa vinagongana. Tunapishana saa nyingine. Unapopishana na mtu, mwambie mwenzio, tafadhali dada, tafadhali baba, tafadhali mama, nimekosea, naomba unisamehe. Niwaambie wapendwa, bila msamaha, bila kusameheana hakuna mbingu eti, wapendwa wangu. Haiko mbingu hata hivyo. Biblia ikasema kwenye kitabu cha Ibrania kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, pamoja na huo utakatifu, maana pasipo kuwa na huo hayuko atakayemwona Mungu. Sasa kama wewe umeshindwa kupatana na mtu, huna toba. Leo nilikwenda kwa mama huyu, nikamwambia mama, naomba nisamehe. Kesho ninaanza, huyu mama alinikoseaga. Nini unaendelea kushika mambo ya watu? Unaishije hivi ati wewe? Ilitendeka miaka 10 iliyopita. Najua mimi, achana na hicho kitu. Waenda mbinguni wanasamehe na wanachia. Wanatoba ya kweli. Na unapotubu unatubu kimaanisha, na hata Mungu wetu anatamani kuona tubu ya kweli. Maana yake anasema si tubu kwa sababu ya kujificha jambo fulani. Natamani kuwa na toba ya kweli. Maana toba ya kweli inaleta mafanikio. Toba ya kweli inaleta rehema. Tubu kwa kumaanisha, mpendwa, tunaongelea kwa bahari ya toba ya kweli. Kwa hiyo toba ya kweli haina visingizio.
kwamba nilishindwa kumsamehe kwa sababu ilikuwa si mama fulani alinifanya, kwa sababu baba fulani alinifanya. Hiyo sio toba. Naongelea kwa habari ya toba ya kweli. Na bila kutubu nakwambia hivi, hakuna ile mbingu. Tunaigiza. Hakuna mbingu. Maana mbingu inahitaji watu waliojikana, watu wasio na mizigo, watu wanaotembea wenyewe, sio unatembea na mzigo wa mtu nimebeba begani. Unatembea unabeba ndugu yako, na unatembea unabeba jirani yako. Hiyo kitu hakipo. Usibebe watu kwenye moyo. Achilia watu kwenye moyo, utakuwa salama. Unapoachia watu kwenye moyo, unakuwa na ibada. Ukibeba watu kwenye moyo, huna ibada. Huwezi kufanya ibada na mtu. Acha watu kwenye moyo, uwe huru na umtukuze Mungu wako. Na Mungu wa mbingu na nchi anatamani toba ya kweli ya watu wanaoachia, ili apate kwa rehemu, ili apate kuwabariki, ili apate kuwafanikisha. Sasa hivi tunakuwa maiti mambo mengine. Anasema mbona mimi sitoki? Mbona mimi sitoboi? Unatobolea wapi? Watu wamejaa kwenye moyo. Huna hata muda kutafakari biashara yako. Huna muda kutafakari kazi yako. Huna muda kuangalia familia yako. Umewaangalia tu. Siko mchungaji huyu mchungaji huyu. Asiko mtu wa kanisa huyu. Asiko shemasi. Achana nayo mambo. Achana na watu. Muangalie Bwana. Tubu kimaanisha na ukae na Bwana. Na ukimtazama Bwana, moyo wako ukiwa huru, utakuwa na muda kukaa nyumbani mwako. Unatafakari mwaka huu nilime shamba la eka ngapi, nipande nini na nini, nipande msimu gani na msimu gani, kwa sababu gani? Moyo uko wazi kutafakari, moyo uko wazi kufanya vya kwako. Achana na watu kwenye mioyo. Amen. Mungu anatamani toba ya kweli. Mungu anatamani kusameheana kikweli. Yeye kama aliweza kutusamehe kikweli, anatamani na sisi tuwe na msamaha wa kweli. Achana na mambo. Hutakuwa na muda mpendwa. Unakaa unaangalia watu tu. Unakaa hivi. Akipita mtu hapo unaanza kukohoa. Unakohoa kwa sababu gani? Moyo unaumia. Amina. Achana hicho kitu. Tazame Mungu. Amen. Tazama Mungu kwa toba ya kweli. Na toba ya kweli haina visingizio. Kwamba huyu mtu alinikoseaga sana. Hakuna kitu kama hicho. Mtazame Bwana. Bwana wa mbingu na nchi, ili akubariki, anatamani usifiche dhambi yako, ili akufanikishe, ili akurehemu. Ukifanya hivyo atakurehemu. Kitu cha tatu tunakiona ni nini hapa? Toba ya kweli ni nini? Ni kujinyenyekeza. Tunaangalia mstari wa 19. Mstari wa 19. 15-19. Na unajua natembea kitabu cha Luka 19. Ni kujinyenyekeza. Toba ya kweli ni kujinyenyekeza. Maana yake akasema nini? Akasema sistahili kuitwa mwana wako tena. Yaani mimi si chochote. Sistahili Mungu kuitwa mwana wako tena. Anamwambia baba yake, baba, sistahili mimi kuitwa mwana wako tena. Nichanganye na watumwa. Nichanganye na wale watumwa kwa sababu nimekukosea. Kwa hiyo toba ya kweli maana yake ni nini? Ni mtu anayejinyenyekeza, sio kutaka haki. Kwamba hii si nini? Sio kutaka kudai mahitaji binafsi. Sio kudai urithi. Huyu wa kudai urithi alisema mimi niingizwe kwenye upande wa watumwa. Kwa nini? Sitaki chochote, lakini kwa sababu baba ni wa rehema, baba ndio atajua cha kufanya kwa ajili yako. Kwa hiyo toba ya kweli lazima iwe kwenye kujinyenyekesha. Na ukishajifunza kunyenyekea, utatokea kwa Mkristo mzuri. Amen. Yakobo aliongea maneno haya kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 mstari wa 6. Aliongea maneno haya Yakobo. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Inaongea kwa habari ya toba ya kweli. Toba ya kweli ni ile ya kunyenyekea. Akaongea hapa Yakobo 4 sura mstari wa 6 akasema hivi: Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo tunaposema kutubu toba ya kweli, sio unatubu kwa sababu tunakulazimisha. Sio unatubu kwa sababu mtu fulani kasema. Unajua kuna watu wanakaa hata kwenye vikao vya ukoo wanasema nimeshasema. Sisamee mtu hapa. Kikao cha ukoo, sisamee mtu hapa. Utakufa kabla siku zako. Kabisa. Kwa sababu huyo mtu utatembea naye, atakutesa, atakuumiza na utaendelea kuumia. Lakini uwe salama ni kuachana na mambo ya kiburi, ni kuachana na ukaidi, bali ni kushuka. Maana Biblia inasema Mungu wapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Ukinyenyekea, neema ya Bwana itakuwa ndani yako. Ukitubu kwa kweli, lazima utashuka na utajinyenyekeza. Kwa nini? Toba haiji kwa madai, ila inakuja kwa kunyenyekea. Yule aliye juu anasema huyu mtu anastahili. Na akisema unastahili, utaistahilishwa tu. Amen. Kitu kingine kinachofuata tunaposema toba ya kweli,
tunataka nini? Toba ya kweli uchukua hatua. Ukishasema ninatubu, lazima uchukue hatua. Lazima utembee sasa. Utembee ndani ya utakatifu huo. Tunaona mstari wa 20a. Mstari wa 20a. Akasema akaondoka akaenda kwa baba yake. Kwa nini? Alipozinduka moyoni akatambua nimekosea. Alipotambua nimekosea, akatubu, akaamua kuchukua hatua ya kwenda kumkabili, ya kwenda kuongea na baba yake. Akaondoka, anasema hivi. Alipoondoka akasema sasa lazima niende nimwambie baba yangu, mimi sistahili kwako, mimi nitoe kwenye kundi lako. Kwa hiyo ulipo hapo, nataka kukumbusha nini? Tunapoongea habari za msamaha wa Mungu, tunapoongea habari za kusamehewa, tunapoongelea habari za Mungu kutusamehe, tunapomwambia Mungu nisamehe, alafu atuchukie hatua, tunakosea. Lazima tunapoamua kutubu, tuchukue hatua ya kuondoka pale ulipo msamaha wetu. Pale tunapoanza kusamehewa. Sasa mtu anajisamehe nyumbani, kanisani haji. Anasema mimi ni Mkristo, unajua. Anajisamehe kimya kimya. Anajisamehe kimya kimya. Anasema mimi nimejisamehe. Hivyo ninamwamini tu Mungu, ninakaa na Mungu, mimi nishatubu. Ili tulikana umetubu. Njoo hapa tukuone madhabahuni. Njoo tukuone unamwimbia Mungu. Njoo tukuone unamtukuza Mungu. Njoo tukuone unakaa na watu na wengine na Mungu. Njoo tuwaone mahusiano yako na Mungu. Maana yake nini? Mungu anatamani kuona mahusiano yanayoungana na mtu yule mwenye toba. Unapotubu lazima tuone mahusiano yako. Mahusiano yako na kweli mtu huyu kuna kitu ametendewa na Bwana. Tunaona mtu huyu kweli amebadilishwa. Tunaona mwelekeo wako unabadilika. Tunaona mwelekeo unabadilika, ni hatua ile. Utubu, mwelekeo ubadilike. Ulikuwa unaenda hivi, ulikuwa unaendaga hivi. Tunaona unatubu, umegeuza unaenda hivi, tunajua huyu kweli ametoka mtu wa Mungu. Umetubu, unaanza kufanya ibada. Umetubu, unaanza kuwa mtu wa maombi. Umetubu, unaanza kuwa mtu mwenye nia nyingine tofauti kwenye maisha yako. Kwa nini? Tunaangalia hapa kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 55 na mstari wa 7. Anaongea Isaya hapa. Anambia mtu mbaya na acha njia zake mbaya. Acha njia mbaya. Hakuna toba bila hatua. Haiko toba bila hatua, wapendwa. Kama tunasema tunatoba, lazima toba ifuatane na hatua. Na hakuna mabadiliko bila maamuzi. Kama tunataka kufanya, lazima mabadiliko tuamue kwanza, ndipo tunatokea kwenye mabadiliko. Kama tunataka mabadiliko, lazima uchukue maamuzi, na maamuzi yale ya kujikataa. Kichukua maamuzi ya kujikataa, nataka nikwambie utapata toba ya kweli ambayo Mungu anaitaka. Cha tano, toba ya kweli ni nini? Ni toba ya kweli hufungua neema. Ukitubu kikweli, neema itafunguka. Baraka zitaonekana. Milango iliyofunga itaachia. Wale waliokuchukia watakupenda. Wale waliokukataa watakukubali. Neema ya Mungu itaendelea kukushukia. Baraka za Mungu zitaendelea kuonekana kwako. Amen. Nini tunaongea? Tunaangalia pale kwenye mstari wa 15, mstari wa 20b. Kwa hiyo toba ya kweli inafungua inafungua nguvu ya neema, au inafungua baraka kwa mtu. Toba ya kweli inafungua baraka, inaleta neema. Akasemaje kwenye 20b? Anasema baba yake alipomuona akamwonea huruma, akamkimbilia. Unaona? Kwa hiyo ukitubu kikweli, ukamaanisha, baba yako atakutafuta. Akitafuta kifua chako, akwambie wao mwanangu, ulikuwa umepotea, leo ninakuona kwa mara nyingine, ubarikiwe mwanangu, uinuliwe mwanangu. Ni toba inayoamua. Toba inakusogeza kwa baba yako. Kwa hiyo toba ya kweli inaleta neema, inafungua baraka. Ukitubu kikweli kweli kwa Mungu, Mungu ataanza kukusikiliza. Mungu atasogea karibu na wewe. Mungu ataangalia mahitaji yako. Sio jeuri, sio kiburi, sio kujitetea. Iwe toba ya kweli ambayo inaamua. Mungu, Biblia hapa anasema baba yake akamwonea huruma, akamkimbilia. Kwa hiyo hapo tunajifunza nini? Tunaona hapo kabla ya kupiga magoti, tunamwona baba anamwangalia. Baba anamtazama. Baba anamwangalia. Kwa hiyo kabla ya mambo yote, unaona kabla ya mambo hayajakiri, lakini baba alikuwa hajamwambia baba eti. Hapa alikuwa hajamwambia baba chochote. Hajamwambia baba, lakini ile shauku ya moyoni, shauku ya moyo, hata ujafika madhabahu
madhabahuni, ile shauku ya moyo inautambulisha moyo. Unajua sura, uso wako unatambulisha ulivyo. Amina. Umenuna tutajua umenuna. Amen. Una furaha tutajua una furaha. Yaani kuna kicheko cha kinafiki tunajua huyu anacheka tu kwa sababu hapa mambo yamembana. Kuna mtu anacheka kutoka ndani ya moyo. Yaani ukicheka ndani ya moyo mwili unalegeaga. Yaani mwili unafurahi. Kwa hiyo mtu akikutazama anasema huyu ni wangu. Huyu ni mnafiki. Kuna kicheko. Kwa hiyo huyu mtoto akaenda kwa baba. Ule moyo wake, uso wake ulimtambulisha baba ya kwamba ameamua kushuka. Moyo wako mchana wa leo, uso wako mchana wa leo uonyeshe kushuka mbele za Bwana. Uonyeshe kutafuta uso wa Bwana. Uonyeshe toba ya kweli. Na nakwambia toba ya kweli itakupelekea mahali ambapo utakutana na baraka yako. Angalia kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 101 103. Zaburi 103 mstari wa 10 mpaka wa 12. Ukisoma pale, mimi sisomi mengi kidogo. Sisomi hapo. Lakini ninachotaka kuongea ni nini? Mungu hatutendei sawasawa na dhambi zetu, ila anatutendea sawasawa na toba yetu. Mungu hatutendei sawasawa na yale maovu tunayofanya, ila anatutendea sawasawa na kushuka kwetu, sawasawa na kujinyenyekesha kwetu. Ndicho Mungu anachotutendea. Kwenye ile Zaburi 103:10-12, ndio mambo Mungu anayofanya. Kwa hiyo toba ya kweli hukutana na rehema za kweli. Toba ya kweli utakutana na rehema ya kweli. Mungu anapoturehemu, Mungu anapotuachilia, tunaachiliwa kwa sababu ya kile kinachoonekana kwenye undani, kwenye uhalisia wa maisha yetu. Cha mwisho, kama sio cha pili kutoka mwisho, toba ya kweli inapoongea nini? Hurejesha kila kitu kilichoibiwa. Kila kitu kilichoibiwa, kila kilichoibiwa, kilichopotezwa. Yaani dhambi unajua inatunyonya. Dhambi inakula afya. Dhambi inakula akili. Dhambi inakula mali. Dhambi inakula mahusiano. Vitu vyote vile vinaliwa na dhambi. Lakini tunapotubu kwa kumaanisha, dhambi inapotoka ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, tunarejeshewa yote yaliyoibiwa, yote yaliyoliwa, yote yaliyoharibika. Kwa nini? Kama toba ya kweli itapatikana, lazima heshima zetu zitarudi. Lazima mamlaka yetu yataonekana. Lazima utambulisho wetu utarudi kwamba huyu ni mtu fulani. Lazima furaha yetu itarudi. Kwa nini? Tunajifunza hapa tunaposoma. Hapa tunamwona anasemaje? Lete lile joho. Kwa hiyo joho inamaanisha heshima ya mtu inarudi. Alishaanza kutembea na marapurapu. Tunaona unavyopendeza. Unapendeza kwa sababu umekuwa mwana Mungu. Kwa sababu Mungu amekuinua. Kwa sababu Mungu amekufanikisha. Unajua kuna watu walikuwa wamepigikaga eti amelewa hata kufua afui. Lakini leo anafua, anapendeza. Leo anavaa nguo na jamaa yangu alinifurahisha akasema, "Ninafanikiwa, Mungu amenifanikisha. Ninaweza kula suti." Kama Bwana, tunapokwenda kwa Bwana, tunaweza kula na suti. Tuseme nini mbele za Bwana wetu? Tunapokuwa na toba ya kweli, heshima yetu inarudi. Tunamwona baba anasema, "Leteni joho." Heshima yake inarudi. Anasema, "Leteni na pete." Maana yake ni nini? Mamlaka inarudi. Pete ilikuwa ni mamlaka kwenye nyakati zile. Pete ilikuwa ni muhuri. Anaposema leteni, mvalisheni pete, maana yake ilikuwa ni mamlaka. Anarudisha mamlaka ya mtoto. Anasema, nimesoma 20 hivi. Hivi sijasema 22-23. 22-23. 22-23. Ndio ninachoongelea toba ya kweli inarejesha yale yaliyoibiwa. 22-23 kwenye 15. Kwa hiyo toba ya kweli italeta heshima, toba ya kweli italeta mamlaka. Tunaona kitu kingine anaongea baba. Anasema leteni na viatu tumvalishe. Maana yake nini viatu? Anataka kumrudisha utambulisho kwamba huyu ni mwanangu, huyu ni kijana wangu, anapendeza. Kwa hiyo tunapotubu kikweli, heshima inarudi, vilivyoibiwa vinarudi. Wakati anatembea kule kwenye nguruwe, alianza kutembea peku. Alianza kutembea bila nguo za maana. Pete zilishapotea, sio aliuza, hatujui. Yawezekana aliuza, lakini aliporudi kwa baba, tunaona pete yake inarudi. Tunaona mavazi yake, majoho yanarudi. Tunaona nguo nzuri na viatu vinarudi. Cha mwisho tunachokiona nini vinavyorejeshwa?
Unaona anafanywa karamu. Karamu maana yake nini? Karamu maana yake ni furaha. Furaha itarudi. Amen. Ukitubu kikweli, ukimaanisha baba na mama, hata ndani ya familia yako utashangaa furaha ya kweli inarudi. Unajua unawezekana muelewani kwa sababu kuna tatizo la kitu kinakiko katikati. Kimekata mawasiliano na baba. Kwa sababu mawasiliano na baba imekatika, furaha ya ndoa huwezi kuiona. Furaha ya watoto wako huwezi kuiona. Kwa nini? Kuna mkato umetokea. Lakini napoongea leo habari za toba ya kweli, ikionekana lazima utarejeshewa vilivyoibiwa. Maana yake nini? Vyote vilivyopotea, heshima yako itarudi, mamlaka yako itarudi, utambulisho wako utarudi, furaha yako itarudi. Kwa nini? Yuko Mungu. Umemlingana yule mwenye vile. Umemlingana mwenye navyo. Ukimlingana mwenye navyo, lazima atafanya. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yoeli, ile sura ya pili, Yoeli sura ya pili, mstari ule wa 25, anasema nitawarudishia miaka iliyoharibiwa. Yoeli sura ya pili mstari wa 25, anawaambia nitawarudishia miaka iliyoharibiwa. Miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na parare, miaka iliyoliwa na kuharibiwa, nitawarudishia. Maana yake nini? Yawezekana wakapita kwenye kipindi fulani, mambo yakakwama, mambo yasionekane, lakini utakapomlingana Mungu mpendwa, na nataka nikwambie mchana wa leo, vile vilivyoharibiwa na nzige na madumadu, vile vilivyoliwa, vyote Bwana ana uwezo wa kurudisha na heshima yako ikarudi. Kwa hiyo Mungu hurejesha sehemu ya vitu vyako. Mungu wa kweli au toba ya kweli huleta urejesho kamili. Kwa hiyo toba unaoona inarejesha vitu. Mtu unapotambua na kukaa sawa sawa na huyu Mungu wetu, inaleta urejesho, inaleta toba ya kweli, inaleta maisha fulani ambayo yaliharibika, unashangaa yanaanza kurudi. Unajua tusaidie, tulikuwa tumechoka eti. Wakati tulikuwa tumechoka. Adui alikuwa ametuchosha. Lakini uliporudi kwa baba, baba yetu akatupa pete, baba yetu akatupa majoho, baba yetu akatupa viatu, na leo tunapendeza kwa sababu ya baba tulio naye. Mwisho nimaliza kusemaje? Toba ya kweli huzaa maisha mapya. Mstari wa 24. Toba ya kweli huzaa maisha mapya. Kama utatubu kikweli, lazima maisha mapya yazaliwe ndani yako. Lazima maisha yabadilike ndani yako. Maana akasema hivi kwenye mstari wa 24, akasema hivi, huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Bwana anaweza kufufua kazi zetu. Bwana anaweza kufufua mahusiano yetu. Bwana anaweza kufufua maisha yetu. Bwana anaweza kufufua vyote vilivyoharibika. Kwa nini? Tunapomlingana yeye, yanawezekana. Toba ya kweli inarejesha maisha mapya, inazaa maisha mapya. Toba ya kweli hufufua kilichokufa. Toba ya kweli hubadilisha mwelekeo wa maisha. Toba ya kweli huanzisha ukurasa mpya. Amen. Tukiwa na toba ya kweli, lazima ukurasa mpya utaonekana. Kwa nini? Maandiko yakaniambia hivi kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 5 na mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17. Ninapoongea toba ya kweli, inabadilisha maisha ya mtu. Inabadilisha mtu, anakuwa sio yule. Inasema hata imekuwa mtu akiwa katika Kristo, sio yeye tena, amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Ili yawe mapya kwenye maisha yako, ili upokee badiliko la kweli kwenye maisha yako. Kitabu cha Wakorintho wa pili nimesoma mlango wa 5 mstari wa 17, inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo ninapoongelea ni nini? Toba ya kweli inaanza maisha yako yawe mapya leo. Kama unataka maisha yako yawe mazuri leo, ni lazima uwe na toba ya kweli. Sio machozi tu kwa sababu unalia, sio kilio tu kwa sababu unalia. Tunatamani iwe ni machozi yale ya kutoka ndani, yenye kiu ya kukubadilisha, yenye shauku ya kupata mwelekeo mpya, yenye shauku ya kutengeneza maisha mengine ya kumlingana Mungu. Kwa hiyo tunapoongea leo, maana yake ni nini? Sio tu kujitetea. Kwenye maisha haya tunaongea, usipende upendo kujitetea eti. Usiwe mtu kujitetea. Mbona hujaja kanisani? Unajua mchungaji, leo sikuja kwa sababu tu nilikwenda kisuri. Sema tu sikuwa na hamu ya ibada.
Usianze maneno ya kujitetea. Unajua leo wageni walikuja, leo nilikuwa natakiwa siku kazini, leo siku kazini kwangu, leo siku biashara yangu, leo siku nilipiga makande. Achana na kujitetea. Tafuta toba ya kweli, na toba ya kweli itakuweka huru, itakufungulia baraka zako, itakuachilia nafasi yako, itakupa maisha mapya. Tafuta toba ya kweli. Achana na toba ya kujitetea. Toba sio kujitetea. Sawa wapendwa? Sio kulaumu watu wengine. Toba ya kweli usilaumu watu wengine. Kama singekuwa fulani, mimi nisingekuwa hivi leo. Kama singekuwa mama fulani, mimi nisingekuwa hivi leo. Kama singekuwa kanisa hili, mimi Tubu wewe binafsi kwa kumaanisha. Amua mwenyewe kwa kujikana. Usitafute kwa mtu. Usilaumu watu wengine. Acha kubeba watu wengine kwenye maisha yako. Ukiacha kubeba watu wengine kwenye maisha yako, nataka nikwambie, tutatembea na Mungu, tutamcha Mungu vizuri, na tutamtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa hiyo toba, tunapoongelea toba, si maneno tu. Sio maneno tu toba, ni maamuzi ya kutoka ndani. Ukiamua kutoka ndani mchana wa leo, Mungu anaweza kukubadilisha. Mungu anaweza kukutengeneza. Maana yake ni nini? Biblia ikasema hivi kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa 9, ikasema hivi: kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe yote. Kama tukiziungama. Kwani kukumbusha mpendwa, ninapoongea habari za toba ya kweli, unajua ninaongea na kanisa. Maneno haya unajua yaandikwa kwa sababu ya watu walioko barabarani. Yaandikiwa kanisa. Inapoandikwa kanisa, linakumbushwa ili kwamba lisiwe na lawama na watu, lisiwabebeshe watu shida. Usiwe mtu wa kujitetea, uwe ni mtu unayemaanisha kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba mimi sio fulani. Usimwangalie mtu hapa fulani ndio mimi ndio niliyokosea. Sio kwa sababu nilitembea na fulani, sio kwa sababu nilikuwa na fulani, sio kwa sababu fulani. Ni mimi niliyokosea. Niwe na toba ya kweli yenye kuamua, yenye kumaanisha, na Mungu wa mbinguni anaona na kuwa anaona. Nataka nikwambie, utakuwa uko salama sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunapoongelea habari za toba, wapendwa, tunaongelea kwa habari ya kukiri na wala sio kujitetea. Tunapoongelea toba ya kweli, tunaongea kwa habari ya kuanza kwa kuzinduka ndani ya mioyo. Tambua kwenye moyo wako. Tunapoongea toba ya kweli, tunaongea kwa habari ya kujinyenyekesha. Tunapoongea toba ya kweli, tunaongea kwa habari ya kuchukua hatua. Tunapoongea toba ya kweli, tunaongea kwa habari ya kufungua neema ya Mungu mpya ifunguke ndani yetu. Tunapoongea toba ya kweli, tunaongea kwamba uko urejesho. Bwana anaweza kurejesha. Toba ya kweli inaweza kurejesha. Tunapoongea toba ya kweli, tunaanza maisha mapya. Mchana wa leo tunataka tumwambie Bwana, tunatamani tuanze upya na wewe. Tunatamani tutembee na wewe. Tunatamani kutumikia wewe. Hatutaki kujitetea. Tunataka kulaumu watu. Tunataka kuwaweka watu mbele yetu. Tunatamani tuwe sisi na wewe. Niwe mimi na Mungu. Nisiwe mimi mtu katikati alafu Mungu. Niwe mimi na Mungu. Asante mchana wa leo tukimwambia Bwana anaweza kutusaidia.